من أراد خير الآخرة من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها فليقتدي بمحمد رسول الله صل وسلم عليه. من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها فليقتدي بمحمد رسول الله صل وسلم عليه. قال المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, ndugu zangu sote tuliohudhuri katika kikao kitukufu hiki, kikao ambao kimejaa watu wa Mungu, kikao kilichojaa wanachuoni, kwa dakika mbili hizi ambazo Sharifu kwa kheri zake ameona niombee dua kwa namna hii. Mimi la kusema jamani, yoyote anayehitaji kheri, yoyote anayehitaji kheri za huku akhera, na yoyote anayehitaji hikma za duniani, na yoyote anayehitaji kukusanya mazuri ya tabia, na yoyote anayehitaji kukusanya tabia nzuri zote, basi ni amwige na amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama kuna yoyote anayehitaji kheri za huko, na kama kuna yoyote anayehitaji hikma za hapa, na kama kuna yoyote anayehitaji kukusanya tabia anazozipenda na anazoziridhia Allah pamoja na Mtume, basi ni amwige Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maisha yake alimwambia sahaba wake Abu Dharr, akamwambia wewe, idha tabakta marqatan, bwana, ukipika nyama wewe, fa akthir maa wa taahad jirana, bwana wewe, ukipika nyama basi weka karoti, weka hoho, ongeza macholi wale wakaweka
ili mchuzi uwe mwingi, lakini watazame majirani zako hawa. Huenda katika majirani zako hawa kuna yatima, huenda katika majirani hawa kuna watoto wadogo, lakini wanamilikiwa na watu ambao hawana uwezo wa kununua nyama. Utakapokaanga, harufu ile itawapata, na harufu inavuta, watoto watakuja hapa. Mama yule anaweza akawa anaumia, hana uwezo, lakini ndo zimerudia maskini hapa. Mama anaumia, watoto hawa, wakati mwingine watoto wakinusa vile wanakwenda katika ile nyumba ya jirani eti. Sasa kama jirani hatakuwa mwema, kama jirani hatakuwa mzuri, atawafukuza wale watoto. Atakapowafukuza wale watoto, watoto wataumia, lakini yule mama anayewalea ataumia sana. Mtume akamtaka kila jirani kwa kumtumia huyo Abadhari, akamtaka kila jirani ambaye ni mimi na wewe, kila mmoja katika majirani, kila mmoja awe ni manufaa kwa jirani yake. Wewe unaishi vipi na majirani zako? Wewe mwalimu wa madrasa, wewe unaishi vipi na walimu wenzako wa madrasa? Wewe ni mwalimu na majirani zako ni walimu, unaishi nao vipi hawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam anakutaka wewe mwalimu kuishi vizuri na majirani zako ambao ni walimu. Wewe mwenye nyumba, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anakutaka uishi vyema na majirani zako hawa. Kwa kufanya hivyo, kwa kumwiga Mtume Muhammad katika haya, tutakuwa tumezipata kheri mbalimbali, na tutakuwa sisi ni wenye kujitahada na maadili ambayo anayapenda na anayaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, tuko mbele ya siku. Narudia kusema, man arada khairan akhirah, man arada khairan akhirah wa hikmata dunya wal ihtiwa ala mahasini al-akhlaqi kulliha falyaqtadi bi Muhammad Rasulillah. Ombi langu na wasia wangu katika kikao cha leo, kila mmoja akae vyema na majirani, kila mmoja akae vyema na majirani zake, kila mmoja akae vyema na majirani zake. Tumhurumie na tumsaidie Mtume Muhammad katika kusambaza ujumbe wake aliotuachia, ya Abadhari, idha tabakta barkatan fa'athir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.